Safari ya sheria ya uhalifu wa mtandaoni nchini Kenya almaarufu cybercrime kutoka wazo la Rais mstaafu Uhuru Kenyatta hadi sasa wakati wa serikali ya Rais William Ruto. Katika karne hii ya kidijitali, ulimwengu wa mtandao umebadilisha maisha ya kila Mkenya, lakini pamoja na maendeleo haya, kumekuweko pia ongezeko la uhalifu unaofanywa kupitia mtandao. Hii ni simulizi ya jinsi sheria ya uhalifu wa mtandaoni ilivyoanza, ilivyopitia changamoto hadi kufikia kutiwa saini rasmi na Rais William Ruto mnamo mwaka wa 2025. Mwaka wa 2016 serikali ya Rais mstaafu Uhuru Kenyatta ilianza kuangazia kwa makini tatizo la uhalifu wa mtandaoni. Wakati huo, matumizi ya mtandao yalikuwa yakiongezeka kwa kasi mitandaoni ya kijamii, huduma za kifedha za kidijitali na mawasiliano ya kielektroniki. Hata hivyo, kulikuwa na visa vingi vya ulaghai wa kifedha, wizi wa utambulisho, usambazaji wa taarifa za uongo na uonevu wa mtandaoni. Serikali iliona haja ya kuwa na sheria mahususi kudhibiti makosa hayo mapya ya kidijitali. Hapo ndipo mswada wa sheria ya matumizi mabaya ya kompyuta na uhalifu wa mtandaoni ilipoanza kuandaliwa kupitia Wizara ya ICT. Mchakato huo ulihusisha wataalamu wa kiteknolojia, wanasheria na wadau katika sekta ya habari. Baada ya mijadala na marekebisho kadhaa, mswada huo uliwasilishwa bungeni mwaka 2018 na kupitishwa. Rais Uhuru Kenyatta alisaini kuwa sheria rasmi mwezi Mei mwaka 2018. The Computer Misuse and Cybercrimes Act was assented to by President Uhuru Kenyatta in May of 2018. Ikiitwa Computer Misuse and Cybercrimes Act mwaka 2018. Sheria hii ilianzishwa kwa lengo la kuzuia na kudhibiti uhalifu wa mtandaoni, kulinda miundombinu na habari na mawasiliano ya taifa, kuweka adhabu kwa makosa yanayohusiana na matumizi mabaya ya kompyuta mtandaoni. Miongoni mwa makosa yaliyotambuliwa ni uonevu wa mtandao, udukuzi wa kompyuta, usambazaji wa taarifa za uongo, utapeli wa fedha kupitia simu. Baada ya kutangazwa kwa sheria hiyo, baadhi ya mashirika ya kijamii na wanahabari walipinga baadhi ya vifungu wakidai kuwa vinaweza kutumika kudhibiti uhuru wa kujieleza. Chama cha wanablogu wa Kenya, BIG, waliwasilisha kesi mahakamani kupinga sehemu ya 26 za sheria hiyo. Mwaka 2018, Mahakama Kuu ilisitisha utekelezaji wa baadhi ya vifungu hivyo. Hata hivyo, baada ya kusikiliza hoja kutoka pande zote, mwaka 2022, mahakama iliruhusu utekelezaji wa sehemu nyingi za sheria hiyo. Ikabainisha kuwa inalenga kulinda usalama wa taifa na haki za raia katika mazingira ya kidijitali. Mwaka 2025, Rais William Ruto alisaini miswada 4 kuwa sheria, miongoni mwao ikiwa ni mswada wa uhalifu wa mtandao na usalama wa kidijitali. Sheria hii mpya iliboresha toleo la mwaka 2018 kwa kuongoza vifungu vinavyohusu teknolojia mpya kama utapeli wa mtandao ya kijamii, utambulisho bandia wa kidijitali na usalama wa data binafsi. Rais Ruto alisisitiza kuwa lengo la sheria hiyo ni kulinda vizazi vya sasa na vijavyo katika matumizi salama ya teknolojia, pamoja na kulinda miundombinu muhimu ya taifa. Sheria hii inatekelezwa na taasisi kadhaa za serikali, zikiwemo Kamati ya Kitaifa ya Uratibu wa Uhalifu wa Mtandaoni NCC3,
wakishirikiana na kitengo cha uhalifu wa mtandaoni cha idara ya upelelezi wa jinai DCI Cybercrime Unit. Taasisi hizi zina mamlaka ya kuchunguza, kufuatilia na kuchukua hatua dhidi ya watu au taasisi zinazojihusisha na makosa ya kidijitali. Miongoni mwa adhabu zilizowekwa kisheria ni uonevu wa mtandaoni, ikapewa faini ya shilingi milioni 20 na au kifungo cha miaka 10. Usambazaji wa taarifa za uongo, faini ya shilingi milioni 5 au kifungo cha miaka 2. Udukuzi wa kompyuta, faini ya shilingi milioni 5 au kifungo cha miaka 3. Wizi wa utambulisho, faini ya shilingi milioni 10 au kifungo cha miaka 5. Adhabu hizi zinaonyesha uzito wa makosa ya mtandao na dhamira ya serikali kulinda wananchi dhidi ya vitendo hivyo. Watumiaji wa mtandao wana wajibu wa kuhakikisha kuwa wanatumia teknolojia au uadilifu na kwa heshima. Hakikisha taarifa unazozisambaza ni sahihi na zenye chanzo cha kuaminika. Heshimu faragha na hadhi ya wengine mtandaoni. Linda taarifa zako binafsi kwa kutumia nywila za salama, password na ulinzi wa mara 2, two-factor authentication. Ripoti visa vya uhalifu wa mtandaoni kwa mamlaka husika. Tumia mtandao kwa manufaa ya kielimu, kiuchumi na kijamii. Mambo ambayo hupaswi kufanya mtandaoni ni kama vile kutoa au kusambaza taarifa za uongo, kuweka picha au video za watu bila idhini yao, kutukana au kudhalilisha watu kupitia mtandao ya kijamii, kudukua akaunti au mifumo ya wengine. Sheria ya uhalifu wa mtandao ni nguzo muhimu katika kulinda uchumi wa kidijitali wa Kenya. Taasisi nyingi za kifedha, biashara, elimu na serikali zinategemea huduma za mitandao kila siku. Kupitia sheria hii, serikali inalenga kuhakikisha kuwa teknolojia inatumika kwa usalama, uadilifu na kwa manufaa ya wananchi wote. Safari ya sheria ya uhalifu wa mtandaoni nchini Kenya ni mfano wa juhudi za taifa kukabiliana na changamoto za ulimwengu wa kisasa. Kutoka kuandaliwa na serikali ya Rais mstaafu Uhuru Kenyatta kupitia mijadala ya mahakamani hadi kutiwa saini na Rais William Ruto, sheria hii sasa inatekelezwa kwa lengo la kuimarisha usalama wa kidijitali nchini. Watumiaji wa mtandao wanahimizwa kutumia teknolojia kwa uadilifu, kwa heshima na kwa manufaa ya jamii. Uelewa wa uwajibikaji wa kila mmoja ni silaha kuu katika kulinda mazingira salama ya kidijitali kwa vizazi vya sasa na vijavyo. Asante kwa kufuatilia. Endelea kutumia teknolojia kwa uangalifu na uadilifu. Tujenge Kenya salama na yenye heshima katika ulimwengu wa kidijitali. Hiyo ilikuwa ni simulizi katika Smart Documentary Hub. Jina langu Maina Morito.